na tulikuwa watu kadhaa, na pia kuna wenzetu pia wengine wamekufia. So tulijipata tu kwa crime tukianzia tu kwa mashule. In class 5 tukaanza crime, kutoroka shule, unaenda kulipisha magari, unatoroka hivyo unaenda tu kibaiba tu pole pole. Hadi mahali saa tukashikana na wenzetu wengine wako na mabunduki. Ya Karao iko best kwa sababu anakuwekea security, but itafika some limit. Atatamani pia kukuangusha ndio apewe cheo yake. So unapata vijana nao wanafanyanga tu juu chini, wanajaribu kupata zao za mlango ya nyuma. But inakuwa ni hard kuachana na ile cleaning ya Karao. Juu Karao na yake juu unaanza kufanya deal chini ya maji, atakuangusha. Yes, gatho cia mwanya mwiroreri ngonyite ogeni mwiroreri wa Castro Media, Kikuyu Star, Kish wa Muthoni Media, Kish Media na mudogo wetu DJ Sonny M ndimunyite ogeni na mwiroreri hau gabere nturamurehire rugano rwa kanitha uyu wa Faith Christian Community Church kuma guku itura ria Githunguri, na uthuthuria witu turagika turamenya kanitha uyu ni ucenjerie andu aingi muno muturire, na twauga na ndamwirire by the way interview ni yo ni tugacoka guku ringi nigetha tukorwo tukiaraniria na kiaria taringi makoretwo magicenjerio muturire kanitha-ini uyu, na mwiroreri-ini uyu wega agikorwo wanarumirira marugano maya ma crime kuria nenda-ini cia ukinyaniria, wanaigua gikundi gitagwo Gaza kiari kiruru muno kuria mwena wa Kayole na Eastlands, kiarehaga mathina we muno na nginya gugikinya handu ni manyitagwo na angi magikiuragwo na angi magikinyitwo, na ni wega ngumenyithia ati tukire na munene uria wari wa gikundi kiu kia Gaza oguku etagwo Njoro ni agutwerethera uria karugano kau gathire, na mwanake wi haha uyo etagwo Samido, not Samido uria wathiete US 2021 ti Samido ucio no Samido msanii ona wewe msanii kana nduri wa ina bado ni uko ina niko dance sawa rugano ruru ruothe turenda tukorwo tukiaraniria nao nigetha tumenye hihi uhoro wa crime, uhoro wa drugs na mucenjerio wao wokire atia through kanitha uyu wa Faith Christian Church Community ni rora hanini, na bishop ni aratweretheire wega gitumi kia ete kanitha uyu kana awitani na uhoro wa community ni kanitha usabaga community na ugasaba andu aingi muno. Tugukorwo tukiaririria uhoro wa crime na drugs muthenya wa umuthi, na uria mundu ekoraga crime-ini na agakorwo agituma ma gucenjia tondu aingi ni makoraga crime-ini na makaremo ni kuma, no aya macenjetie hihi niki kia maguciririe gucenjia. Koguo ndugathie ure mitambo, nyitanira na ithu nginya turirikia interview ino, na ngakohoya uringi angikorwo nduri ura subscribe uga subscribe. Tukwambiriria na mundu gwitwo Njoro, utugeithie utwire maritwa maku mothe arafu tucoke kwa Samido. Maritwa njitagwo Michael Njoroge na ndi murutwo wa bishop kana mufuasi wa bishop wa Faith Christian, na ni tukoretwo na bishop o gathabari ni haria turutite nginya haria tukinyanite, na tugacokeria Ngai ngatho ni kuona mweki uyu na kuigua twina thina muingi ngoro-ini, ni kuigua kanitha iria turire ni we no irenda riu gutaho. Wow, that's very bad. Mudo gwitwo Samido, tatwire Samido gibandi githomaga Samido o Samuel Karanja Dongo wethirwo Samido ndiki kana no ritwa bakuheire na we ukiriamukira sawa. Mudo gwitwo Njoro, yes, wekora waciarwo Islamu-ini, wekora Islamu-ini, DNA ya Islam andu aingi muno makoragwo makimenya ni uhoro wa crime na drugs. Uguciarwo in that environment, na taringi wikore crime-ini na wikore nginya drugs-ini, no utuhe ka process kau kanini kauria wekorire na niki gitumaga taringi mundu wi Islam agakorwo he raithi muno we kuingira uhoro wa crime na drugs? Haguciarwo njereirwo mukuru witagwo Runga Sinai, na ngarĩrwo ta ciana iria ingĩ na ngathie thukuru, no guciarwo ngekora ndina muciari umwe nderetwo ni single mother, na ni yari hard time kuithwe tondu ugikora na
slum wina muciari umwe ni uritu muno tondu no nginya muciari eke juu chini niguo wone kindu gia kuria sometime ni urakora mutiraria ni kurarira so igakorwo i undu piti muno no kaigua wi kindu kiwinyiriririe muno so ina kulead mpaka wewe mwenyewe itabidi uanze kuokota chuma ama ufanye vitu zingine ndio mpate unga. Cause mama akienda kufua nguo sometime ananyang'anywa pesa na watu inabidi hakuna kitu, itabidi umelala njaa. Shule umefukuzwa, the only people mnapata nao ni wenye mnaokota nao chuma. Ugo harakati ya kurogota chuma o dustbin ni uthia mugakorana na indo ingi. Niho mwambagiriria riu maica mugatiga thukuru mugakora ni muingirira undu ungi wa ukoro no aguteng'eria andu niguo mukione kindu gia kuria. Riu ihinda riri tarigi ciana iria citonyaga uhoro wa crime ri na ni kutonaga kinya ciana nini muno hi mundu aikagira crime ne na miaka ta igana uka make decision yo ukauga riu this is the way to go. Crime si kutaka mtu utaka afanye crime. Crime ni kutu unajipatanga ina ile environment uko nayo ndio inatumanga unajipata uko kwa crime. Kwa sababu crime inaanzanga tu obvious venye umeanza kuiba shilingi 5 ya mzazi hapo ndio unaanza crime. Then inaenda ikikuwa the more unapanda kitu inaenda kigrow. Kama mumeo ukipanda si unaenda tu kieka maji. Cause venye unaenda ukibaiba inakulead pia kukua na group. That's why tukakuwa na group wilianza kujita Liliwembe, Lunga Sinai. Na tulikuwa watu kadhaa na pia kuna wenzetu pia wengine wamekufia. So tulijipata tu kwa crime tukianzia tu kwa mashule. In class 5 tukaanza crime kutoroka shule. Unaenda kulipisha magari, unatoroka hivyo unaenda tu kibaiba tu pole pole. Hadi mahali saa tukashikana na wenzetu wengine wako na mabunduki. Kishika bunduki kitu ya kwanza unaona inakupea pressure nyingine kubwa. Hakuna mtu anakuweza. So inatuma umejipata kwa ile crime. Saa ile kujipata tu hivyo M-Pesa nini then inakulead ukijaribu kutokana na ile kitu inakuwa ni ngumu kwa sababu ni pesa ya haraka. Hizi bunduki zenye unajipata sasa umejipata na bunduki zinatoka wapi hizo bunduki? Ni part to some of government people na pia wenzenyi. Kunapata maybe kuna askari nakupea anakuambia nipee ange pesa fulani. Shika hii fanyanga hivi nilipea hii do. Then ikifika mahali sasa ukose kupeana ile do hapo ndio inafika limit yako ya kuangushwa. So wase wako kwa crime maybe huwa wana prefer maybe hiyo bunduki ya gava ya serikali ama ya mtu. Unajua at least ya mtu hauna limit. Wana preferanga gani yenye utapewa na karao ama inafikanga aje ndio upatiwe na karao, na hizi bunduki zingine zenye si za karao zinakuanga zimetoka wapi? Ya karao iko best kwa sababu anakuwekea security but itafika some limit. Atatamani pia kukuangusha ndio apewe cheo yake. So unapata vijana nao wanafanyanga tu juu chini wanajaribu kupata zao za mlango ya nyuma. But inakuwa ni hard kuachana na ile crane ya karao. Juu karao na yake juu unaanza kufanya deal chini ya maji atakuangusha. So inakuanga ya karao inakuanga safe kiasi sababu lazima protect pia hiyo bunduki juu yake. Ni yake but ni for a while ajaribu kujitafutia cheo. Kwa hivyo karao hakuna vile mtapiga busy na karao alafu irudi sasa it has been true sasa tutaonana soko ingine bro. Thank you very much. Karao si trustworthy. Hiyo siwezi kuambia tu trust karao. Yes. Samido, wewe uliwahi jipata kwa crime ama wewe ni mzee wa mtaa huku? Wewe ni mzee wa mtaa huku. So Samido sana kenye imefanya tumlete hapa ni mambo ya maybe kuingilia drugs, maybe alcoholism. Atatuelezea vile maybe aliweza kukonka na tunaona hapo hivyo pia mkono ameumia, atatuambia alifanya nini. Lakini wacha turudi tu kwa Njoro kiasi. Najua uko hapo manze, chukua notes. Hapa hivi nataka tupige story. So Njoro umepewa bunde, umepiga shughuli. Karao ndio akupe bunde ni nini ana vitamini nyingi kwako ama anakuanga amekujua kiasi gani ndio sasa ifike hata kutrustia bunde yake? Ni venye karao anasikia kwa climb unapeleka climb. Umekimbizwa mumeiba, umekimbizwa amekushika. Na amekushika na mali. Na plus yako na mali pia iko hapo hivyo ina defense ati inaweza fua toni ya karao. Anakupea wewe bora tu ile deal mtakula naye. Zile ndio utakuwa ukipeleka na wewe natakuwa nazichukua.
Lakini sasa ukipiga busy unampelekea busy yako ikiwa sawa, bora usipige blanda, mko sawa. Mko sawa. As long ile hata maybe sometimes utakupea hadi job kwenye utakula. Utaenda ugonganisha mahali na kuambia nataka ido. Kwa hivyo hata anaweza kutuma kuna mahali amespot. Aya. Na huyu karao ni wa huko tu kwa slum, si ndio? Ni wa huko tu mtaa. Kwa hivyo pia crime iko ndani yake. Crime iko ndani. Na hapo ndio tunaweza uliza venye tunaweza kama tu change mtaa. Kwa sababu imetuhit sana azin wasewa ghetto. Na mimi naongelea ghetto juu kwa sababu vijana tuko pale ghetto. Tumekuwa sisi ndio tunatumiwa vibaya. But wewe ukitumia unaona uko sawa. But the end unakuta lose life. Umeacha ule mtoi wako pale hivyo. Mtoi wako ameanza kulewa na msemo mwingine. Unapata maybe hata wife yako pale. Ile struggle inamtuma pia anajilid. Juu ya venye alikuwa amezoea easy come. Yes, itakuwa hard. Kuna mtu ana akili atajua kujimaintain. Msichana akili itabidi ameingia hadi prostitute. Haya. So naweza taka uniambie Njoro, ile blanda umewahi make kubwa sana ukaona yenyewe hapa ni kama nimeenda ukiwa sasa huko kwa slum? Mimi ile kitu hit ndio nikam kusema enough is enough. Ni mabeste wangu wenye nimelose mabeste kadhaa. Ni wengi siwezi kuweza kumention. But inafika mahali unajiulizaje, sini yangu ilikuja kuchange juu ya mtoi mwenye niliget. Yaani unapata uwezi kaa karibu na mtoi wako, itabidi unajificha ficha. Ndio juu ya kukimbiza ukimbi. Hapo ndo nikakaa na nini ya kujitoa mtaa. Nikaenda Gedho nikaanza kazi ya mat. But ile kazi ya mat bado napata mabesti bado wanakufikia. So nikaamua the best thing ni kuondokea, nikaenda Juja. Kutoka Juja nikaona Juja hakuna. Ilibidi sana nimeenda Roy nikakaa mwaka. Mtoi wangu akafikisha mwaka. Then hapo ndo nilishift nikakuja Kiambu. Na kutoka Kiambu sasa hadi sasa mahali niko sasa gari 10 years. Nikiwa sana niko fiti. Hakuna mali tunasumbuana. Na hapo ndio wife aliniintroduce kwa church. Kwa hivyo wife yako ndio alikuleta kwa hii church sasa? Wife ndio aliniintroduce kwa church. Na ilikuwa ni hard time kukubali church. Juu ni kitu hatuko tuna believe. Haya, turudi nyuma kidogo. Tunajua ulikuwa leader wa hizo gangs, hizo groups. Ulikuja aje hadi ukapata hizo ranks za kukuwa leader, ukakuwa ni wewe ndio unaongoza Mbogi? Pale power ndio ina kila kitu. Ukiwa na kila kitu na unaweza lead. As a leader, kitu ya kwanza ufai kujiweka first. Unafaa uangalie pia wenzako. Ngori ikitokea mnafaa mnakufa kimoja. Because one thing I know, unity ya vijana ni kitu moja strong. As long uchezi vijana wenzako, na as long mnatoana kwa mashida. Vijana kuna venye pia huku as long wewe una provide kila kitu, uko na chance ya kuwa leader. But what I say, leader si kitu rahisi. Ina challenges pia zako. Lazima pia mfuko ukue sawa. Lazima ukue sawa, ndio uweze pia kulead wenzako na kuonesha venye wewe ukiwa kigogo kuna venye uoneshi kwa ku back down. Nataka sasa utueleze ilikuja aje hadi sasa wewe ni leader wa hiyo group. Ilikuja aje hadi ukashikwa na vile ulitoka sasa jela, because now that is the story we know. Unajua governor, former Nairobi governor ni msewa, anasaidianga watu lakini lazima pia akisaidia watu tunaonanga, tunajua. Tulikuwa tu kwa scene tukashikwa with robbery with violence. Tukiwa na mwenzangu anaitwa Martin Sila. Tukashikwa tukapelekwa Inda. Na hapo ndio tulijua, hatuko tunajua Sonko. Ni yali come through, akatulipia cash bill ya 500,000 kila mtu. Ndio tukapewa cash bill. So kwa hiyo cash bill tukakuwa tunaitika. But kwa ile harakati ya kuitika, ule beste alikuwa ametuma tuingia kwa ngori ya kadedi. Saa kudedi na sisi tukaona ile tu vijana mnachochana, mnaambia ni aje nyinyi mnaenda kuitika mara ya mwisho mnaenda kushi. Kabidi sisi wote tumeondokea. Lakini sasa kama ni kuitika na msee, unajua msee sasa mwenye ame witness, sasa ni first witness ni huyo complainant. Sasa unaona kama amekewa hauwezi fungwa. So unajua pia kuchochana ya mavijana pia
inaweka pia ni pressure nyingine. Pia mzazi anakuambia wewe ndio ushago. Wachana hiyo sto. So after mmeshikwa, after sasa Sonko amewatoa, utarudi kwa crime tena ama hapo ndio utadecide acha nini? Hapo hivyo ndio nilienda, wazazi nao wakaleta ngori, nikatafutiwa job Ruai. Ile job nilitafutiwa Ruai, nilitafutiwa job ya home kwa msee. Hakuna mahali natoka, niko tu kwa home. Nikakaa mwaka na nusu. Mwaka na nusu nikatoka hapo nikaenda Thika. Nikaenda Thika Kisii. Nikakaa huko tena mwaka. Huko tu harakati ya kukaa huko tukaanza ngori na wase. Hiyo ngori tena ikatuma nimepadhika nikaenda Juja. Kutoka Juja ndio nikaingia Githunguri. Wow. Kwa hivyo haukurudi tena kwa crime? Si kurudi kwa crime. Sasa wewe ni msee umekuwa leader na now these people ni wewe wameangalia alafu you've changed. Conscious yako ilikuwa inakuambia aje sasa umeacha memory aje like? Niliamua ku make good ways. Nikaamua naweza do kitu gani nipe ile crime nimedu. Venye nilipata na wife akaniambia twende church. Tukapata church ilikuwa na fame inaitwa Faith Christian. First of all sikuingia Faith Christian kwanza, niliingia church inaitwa Mary. Kwa hiyo church ya Mary ndio kukatokea group ya dawa drugs. Sikuingia ile direct. Cause pia hata nikienda church bado niko natumia mandom chini ya juu crime ndio nimeacha, sijaacha dawa. So ilikuwa inapata tunaletana juu na wife. Mara ameenda kufua amekuta chave siko kwa mfuko, tundomu nimeweka. Pia ilikuwa inaleta hardware kwa wife. Juu saa yote kwa how to ni violence. So ile tu wife kusikiza akasikiza kuna pastor naitwa Bernard Kimani. Akakam through akauliza nani anaweza taka kuokoka. Mimi nilijikuta tu nimetokea. Na hapo ndio tulianzana na Bernard. It was 2021. That is 4 years ago. Nikapata hiyo group inajiita Nakada. Akanipeleka Nakada recovery coaches. Nikaenda nikaingia Nakada, nikasomea na nikakuwa ninasimamia vijana hapa Githunguri. Sasa hapo hivyo ndio nikaambia Bishop ni aje tunaweza anza group. That's why tulianza group inajiita Champion. Hapo ndio tuliingia through tukapata kina Samido. Hiyo Champion tukiwa tunaendelea hivyo tukimobilize vijana watoke kwa drugs. Paka kuja na njia ya Madam Dorcas ya kumobilize vijana tuwapeleke rehab. Samido akasema ako willing kwenda wa kwanza, tukenda nao. So kutoka hapo saa tumekuwa tuni through na church na kuhelp vijana community na Bishop amekuwa chanzo kubwa kwetu. Wow. Kwa sababu aje tuachilia. Amekuwa akifight na sisi deep and down. Juu sometime kama hatuna kitu anatuprovide. Tumehost keshas za vijana mwaka mzima. Anatuprovide ugali na matumbo tukiwa huku tu na tukiweza kuelimisha wale vijana. Na hapo ndio vijana walienda rehab, ikakuwa na impeachment. Sasa vijana wakashindwa ni kwa kwenda wakarudi wapi. Tuwezi usema wengine wajalilapse, wamelilapse. Wengine wamerudi pala kwa drugs, but imekuwa ni chanzo, imekuwa ni shida kubwa kwa sababu hatuna hiyo usaidizi ya kuwa provide ya wote. So church ile kitu ndogo iko nayo ina provide ya vijana. Na that's unaona tulifeel pain tukisikia family inataka kuuza church yetu. Tukashindwa ni how come church inaweza uzwa. Mimi ile kitu tunaweza waambia through kuuza church ni kama kutuambia turudi mtaa. Na kutuambia turudi Islam, hakuna njia nyingine tunajua ya kusurvive. Itaturudisha kwa ile mad. Na hakuna kitu mbaya kama msee ameamua kuchange then aitikie kurudi kwa uchafu. Itamchafua zaidi. True. Wacha kwanza turudi kwa Samido kidogo. Samido, we ni wa huku? Ni wa hii mtaa? Hebu niambie vile umegrow hapa na ulikujaje sasa hadi ukaingia kwa church kama we ni wa mtaa, kumaanisha uligrowia huku, umesomea huku? Nisikia wacha nikuwekee hii ndio, wacha nikuwekee hii juu ya sauti ndio watu wakusikie vizuri. Kidogo tu tukiendelea. Haya, unaweza endelea. Nikasikia nikuje church hivyo hivyo. Nikaenda Jolo tukapatana na yeye. Kaniita tukaenda church nga. Before uanze kukuja huku church ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa na tei baya. Na bangi nilikuwa navuta bangi. Nani alikuintroduce kwa mtaa ama ni mabeste tu? Mabeste. Tukiwa kwa base.
So unaenda base alafu ukakuwa unatumia hata jaba. Kuna jaba una hii Chavies, dawa ya kumeza, korogai inaitwa cocaine. Inaitwa aje ati korogai? Koroga ine ya hoite inaitwa koroga. Hiyo siku anajua. Katumia. Hii sasa tukaonana na Jolo akaniambia sasa vile iko kuna church tunapeleka watu rehab. Nikamwambia usiniandike bana niende change. Tukaonana akaniambia hivi kuna rehab inaitwa Mililini utaenda. Nikamwambia nitachange tu. Tukaenda rehab tukakaa miezi tatu. Sasa na Dolo kazi akakuja kwa watu wengi. Sasa tukasema kuna job itatokea watu waende majob. Dolo kazi akaangushwa tukarudi pale tu. Sasa hii church inakuwa fiti sana. Nikuulize wakati sasa opportunity hiyo ya job imetokea ikasemekana mtapeleka job alafu impeachment ikakuja ikakuwa hakuna job mtaenda. Ulirudia tena drugs? Nilirudia tena tu. Sawa na ulikuwa unaenda church, unakuja church still bado ukitumia? Church hukuacha? Kuacha. Sasa nikakuja mwezi mmoja church. Nikarudi tu hapo. Kaza kutumia tu. Alafu sasa tena nini ilikufanya maybe ama hadi sasa bado unatumia ama umeacha? Sasa hii nilikuwa una struggle tu. Tuambie mtazamaji ukweli. Sasa hii natumia labda fegi tu. Hata hiyo utaacha lakini teia ukati. Nimeacha kidogo. Umeacha kidogo. Na so ni nini ilifanya utamani kuacha? Ni nini uliona maybe kwa maisha yako ukaona yenyewe lazima tu niwache? Mimi nilikuwa nakunywa nalala kwa mtaro bana. Kunywa. Naanguka kwa mtaro. Maisha ndo hiyo. Naona sikuwa na wife. Kujituma. Kunywa naanguka kwa mtaro. Hiyo kitu ilitokea tukaenda lab. Sasa yuko na wife? Hapana, niko single tu. Watu single? Unapiganga mboka gani? Mimi na haso beba. Mimi ndeleva mkokoteni. Kuna mkono naweza taka uonyeshe mtazamaji. Naona kuna mkono uko na mkono umeumia hapo. I think mtazamaji anaona. Ni nini ulifanya mkono? Tulikuwa boka. Sasa tulikuwa boka, gari ikakoma. Sasa gari kukoma. Sasa ilikuwa ina slide juu. Sasa kuweka hii mbao ichukuliwe ianuke juu. Sasa vile nilikuwa tunaweka, sasa huyo jamaa akaenda mbele, nikiweka akaenda mbele, ikaslide kwa mkono. Alafu after hapo what happened? After hapo mimi niliona hawiti tu. Nikaenda wasi kaduka tetanus. Sasa nakunywa madawa. Ili happen when your story? Ni wiki moja. Kuna wiki moja tu. Lakini naona hii inapona. Inapona kwa hivyo unafanyanga job tu ya hapa beba hapa? Hapa nikinitia hadhara, ukinitia ni lori hivyo. Kwa kumwaga mawe. Job uko sawa. Kwa hivyo ni tuseme tu ni kibarua. Naweza taka tukiendelea upeane namba, labda mtu ako hapo anaweza taka mimi kukupatia job, upeane namba tutumie hiyo opportunity, mtu anaweza kupatia job. Peana namba yako ya simu. Namba yangu ya simu 0740 86 15. Rudia tena. 0740 86 15. Ijaja, hiyo namba ijaja. 86 0740 86 15 46. 46. 0740 86 15
46. Yeah. Okay, kama unaweza kuwa uko na namba hapo, unaweza itia Samido kazi, namba iko hapo. Chukua hiyo namba, mwitie kibarua, mpe job. Hata kama ni permanent job, uko mahali unaweza peana job, inaweza kuwa mzuri sana. Samido, kulingana na ume experience hiyo kutumia hiyo TI, kutumia hizo drugs, unaweza ambia nini mtu hapo pale maybe ako into drugs sana, zimemoverwhelm, unaweza taka kumwambia aje? Naweza kumwambia drugs ni mbaya. Drugs ni mbaya. Inarudisha mtu nyuma mbali sana. Basi waache bana. Tumwambia waache tu. Ni nini unafanya ku make sure sasa umeacha TI kabisa na kila kitu umeacha, hata kafegi umeacha kabisa? What are you trying to do ndio uhakikishe umeacha? Sawa. Mimi nakaa tu hivyo, wanafikiria hii kitu nikivuta sasa nitasikia aje? Sasa unakaa siku moja mbili, unakuja ukiwacha unaacha kabisa. You are trying to make sure utaacha with time. Tunaomba Mungu at least utaacha na urudi kwa kanisa fully. So I think kitu inaweza fanya maybe uachane na hiyo kitu ni kukosa kukua idol sana. Ukapata job, maybe unapiga shughuli zako, hizo vitu utasahau. Namba ya Samido amepeana hapo. Kama uko na job yote unaweza taka kumuitia, you can just call that number na utampatia job na tutashukuru sana. Njoro. Yeah. Sasa now umetoka kwa leadership ya gang na nini, umejipata kwa church. Sahi I think unanisikia vizuri ama wacha niweke mic ndio at least they get the question clear, mtazamaji. Wacha niweke kidogo tu. So Njoro, umejipata like ulikuwa leader wa gang, alafu umekuja kwa church. Pia hiyo story ya leadership bado inakusumbua. Yeah. Unabeba wasee, unataka, kuna wasee tumebonga na wao, by the way, na tutawaletea kwa the next episode. Kuna wasee Njoro alienda kuita uko kwa slum ya Mukuru na akawaleta pia kwa church, wakaokoka na wakabadilika. Wasee walikuwa kwa crime, wasee walikuwa kwa drugs. Nini hiyo inakumotivate uende wasee mumegrow na wao huko, ujaribu kuwachange uwalete kwa church? Tunajaribu kuangalia the future of tomorrow. Kwa sababu binaambiango opportunity comes at once. Yeah. Na kusurvive si wewe, ni neema yake Mwenyezi Mungu. True. Kwa sababu mali niko si ati ni nguvu yangu. Na siwezi sema ati ni mimi niko na nguvu. Yeah. Ama nina power. Ni God. Yeah. Unaangalia pia mali umetoka. Na mali nikaangalia nikaona bado bro yangu ako wapi? Ako huko. Ako slum. Na slum si ati ni mali naweza sema ati ni pabaya ama ni pazuri. That's why nilipata hii opportunity, nikaambia Bishop, ni aje unaweza nipea platform, tunaweza kuwa nayo, tunaweza anza organization yenye tunaweza fikia nayo vijana pia slum. Yeah. Kwa sababu we know slum is the dangerous area. Juu kila example ya kila kitu inafanyia wapi? Kwa slum. Inafanya na slum. Yeah. Slum si ati iko na watu wote wabaya. Ni watu wanafanya vijana wakuwa wabaya. Like politician wanatumia vijana vibaya hadi kuwachukua kuwafanya magunzi in the name wapate power hao wenyewe. But wakipata ile power hawana haja na wale ni car slaves. But hiyo ndio kitu tunajaribu sasa kuiraise na tuweke voice itasikika na kila mtu. Ni aje vijana waacha kutumia Islam. Hakuna haja ukuje upe kijana leo 500 aende apoteze uhai yake pale. Hakuna mzazi alizaa mtoto wake akakufe. Kila mzazi anatakanga azae mtoi amlee amsaidie uzeeni. Na mzazi kusikia ati mtoto wake amekufa kama mtoto hajafikisha miaka yenye inastahili, inakuanga ni pain sana kwa mzazi. Ni wazazi wengi tunaona kama sasa hivi wanalia juu ya kulose youth. That's why nilipata ile college na nikamwambia Bishop, ni aje wacha tuingie Islam. Tunaweza kuwa tutaokoa 100 ama 1000, lakini 10 people can make a change. That's why tukaingia, tukashirikiana pia na group inaitwa Majeshi, my brothers hapo, na wame come through vizuri. Wengine pia wameokokea huku, na wako na a lot to tell. Juu pia hao wanaendelea image nyingine kule ya kukuza vijana na kuongea about mental health.
juu vijana tuongei zile vishida tunapitia. That's why nilikam na hiyo njia platform, tukashika na Champion of Change na tukashikanisha majeshi. Ni aje tunaweza tangaza hiyo platform ya kusaidia youth. Juu kusaidia youth ni pale tu geto uambie mse crime haipay. Wewe unaweza ona crime ni kama inapay, but itakupeleka far. Hata ukiwa umeenda sana ni kama miezi 6. Na itafika lazima utakuwa kwa danger. Na wengine wana watoi, unacheki unaacha mtoi pale, ule mtoi umemwachia kibaden kingine, ama mama yake umemwachia burden nyingine kubwa sana ya kuleo mtoto akiwa peke yake slum. Juu ukisema mtoto mmoja amle slum ukiwa single mother, hiyo ni pain nyingine kubwa sana. Ni pain yenyewe hata yeye mwenyewe ukijaribu kuililifu iwezi toka. So tunajaribu venye tuta unite vijana, tujaribu kukuza vijana, tuambie pia talent inalipa. Cause slum iko na talent mingi sana. Kuna usanii, kuna mafutibola, pia kuna maartist, wako wengi pale, na pia kuna malida. Kuna mavijana wamesomea pia pale, wako malida wazuri na wanaweza change. Yeah. That's why tukishikana na Bishop, tukaanza hiyo platform ya kusaidia. Na that's why unaona Faith Christian inasaidia community, that is a community. Na ndio tunaambia Bishop, endelea na hiyo mkondo. Kwa sababu kila njia ina milima na mabonde. Yeah, true. So hii kikwazo inakuja mbele, tunajua God willing itafanyika. Na ile kitu tunaweza ambia pia Family Bank, church iuzwe. Na hii kitu naambia church, kuuza church, labda nyinyi mko antichrist. Juu we know church haiuzwi. Na kuuza kanisa hiyo ni kama wewe mwenyewe ni wewe mwenyewe ni antichrist. Wewe ni muilluminati ama nini? So ile kitu naweza ambia wase, kuweni patient. Sisi tunajua kila kitu ita happen vizuri. Na sababu ni pesa walikopeshana, pesa yao itatafutwa na watapatiwa. Deni ni kulipa. True. Lakini lazima pia ukuwe patient. Kuna changamoto pia venye tunaona serikali kuko. Maandamano, si ati kazi zote ziko sawa. Kuna washirika pia wengi wamepoteza makazi zao. Na pia wanaweza taka kuokoa kanisa zao. So ni kusema ukiuza kanisa leo, utafuata pia hizo kanisa zingine zina madeni uze. Utafuata hizo kanisa zingine zina madeni. That's why nakuja naambia Christian, you have to be together. Na kuachilia kanisa iuzwe. Leo inaweza kuwa ni Faith Christian. Pia wewe pastor meka hapo, kesho juu ya mani yako. True. Haya, tukimalizia zile challenges zenye umepitia wakati unajaribu kutoa vijana kwa crime, kutoa vijana kwa drugs, zile challenges zenye huo unapitia ni kama zipi, ama mnapitia mkiwa na Bishop na hao viongozi wengine? Siwezi sema napitia nikiwa peke yangu. Tunapitia na Bishop. Kwa sababu leo naweza kuwa nayo, kesho sina. Bishop ako through. Challenges ni mob. Kwa sababu umekaa umeambia kijana ache drug. Hata kaa hapo hivyo uko unamfeed kila kitu. Lazima kijana anakuuliza ni wapi tutatoa kazi. So tunatry washirika tu mwenye ako na mabiashara tunatry kufix. But inatupia pia sisi challenge. Usaidizi ingine tunapata ya wase, but I come through venye inastahili. I come through juu unapata kijana akikaa hapa hivi anaona ni nonsense. Yes, anakuja kuelimisho, but in the end anarudi pale ana unga. Ana ya nini? Itabidi ya kutema beste. Na ile kitu beste anaweza kupea kuongea ukweli. Heri ya kubaia pombe kuliko kupedo. True. That's why unapata vijana wanarudi kwa nini kwa pombe. So inakuwa ni kama ni sako tunaenda tukirudia. Cause kama Samido imetupea challenge kubwa sana kumrudisha hapa. Hata huku tuko tumempeleka ni job. Na unaona sasa hata kwenye alipata accident hajapata usaidizi. Inabidi Bishop ana come through. Kama ni hizo madawa ni Bishop wanasimamia. Yenye niko nayo pia mimi na provide. So inakuwa ni hard. Utaweza watu wote ukiwa peke yako. Na unaona unategemea ukulima yako. Si ati tunategemea kanisa juu ina washirika. So hata ile kitu ati uteka pale kwa bank inakuwa ni less. Labda kuna mtu wako pale anatutazama, maybe anaweza taka kusupport hiyo initiative yako ya kudeal na drugs na vijana na kuwatoa kwa crime. Mtu mwenye anaweza taka kukupea support anaweza kutoa wapi? Mtu mwenye anaweza tamani kupea na usaidizi, well wisher wote uko karibu Faith Christian. Faith Christian ukisikia uko willing kusaidia,
si tunakwambia God akupe hiyo power na come through uweze kutuokolea na ukituokolea vijana najua pia wewe ile mkono inapeango pia kuna venye inarudishio much more. Yeah, true. Wewe ukiwa pale na uko well wished unatamani kukam come through Faith Christian kuna page ya Faith Christian Bishop Kimani utatuget through. Yeah. Kuna mtu hapo maybe si wewe unaongoza vijana sasa. Kuna mtu anaweza kuwa na opportunity ya vijana ya kuwapea job kama Samido na vijana wengine. Mtu unaweza peana namba ya simu, labda mtu anaweza taka kucall maybe kama ako na kibarua ya kijana hapo ama kama job anaweza taka kumoffer. Aisha haina shida cause my number ni 0714 60 19 73. Rudia tena. 0714 60 19 73. Thank you very much. Tumeshukuru sana kwa kukubali kuongea na sisi. Mwiroreri taugo gukwirite twi guku kanitha wa Faith Christian Community Church na ni kanitha uria ndakoreheire rugano muthenya ungi haha kanitha uria kuragitwikire ati nuragikirirwo gatheti-ini ati ni ugukorwo ukendio ni bengi ni undu wa thire makombete corona itambitie miaka minini mihituku na magicoka makiriha nuthu magikinya handu makiremererwo na riu gugitwika ati kanitha ni wahorirwo ngengere ni ukwendio na kanitha tondu ukiri na ngumo muno guku itura ria Githunguri nikio giatumire tuke guku nigetha tukorwo tukimenya hi kanitha uyu ucenjetie muturire wa andu atia na toguo rakiona aya ni anake aria macenjerio muturire na kanitha uyu na ti anake o aya ni anake aingi muno aria manateithikira kanitha-ini uyu hena angi bado tukumurehera tugukorwo tugika follow up ya anake aria makoretwo magicenjeria through kanitha uyu na nikio gitumire tuke guku muthenya wa umuthi koguo mwiroreri ngukoya o ringi angikorwo werorera tabarĩra ino na nduri ra subscribe kuria wa Castro Media kuria wa Kikuyu Star kuria wa Kish Media na kwa DJ Sonny M ukorwo ugisubscribe na uhinye notification bell na ginya mwena wa Facebook na TikTok ukorwo ugitufollow nigetha mahoro ta maya tugakorwo tukimurehera na njira njega muno makiria tukwamba turikiririe hau ihinda rire no turicokereria uringi ndugathii uria mitambo nie ngitutimo Castro ginya ihinda riu ringi. Bye bye, tunawapenda sana.